Yes, my good people. Muko aje? Muko salama? Happy New Year. Munaendeleaje upande wenu? Mimi hapa niko poa tena sana. Na namshukuru Mungu kwa uzima. Maana bila yeye hatungefikisha mwaka mpya. Inagharimu mkono wa Bwana. So guys, back to my channel. As usual, my good people, make sure you subscribe, you like, you comment, na Mungu atakubariki tena na tena. So, watu wangu, leo wacha nizungumzie hili jambo, ama wacha ninene, ama wacha niambie Ruth K, bibi ya Mulamwa, ex mama wa Mulamwa, Muluya wetu, Mulamwa, Muluya mane. Yes. Ruth K amesemaje? Mtoto analia non-stop. Enyewe mkiona video, mtoto ya analia tu. Kukula akuli, yeye ni kulia tu. Wani mtoto analia tu. My friend, Ruth K, mtoto, his son name, alipewa jina gani? Rudisha mtoto kwao. Any lady planning to be married, Uluyani, kama unajipanga kuja kuoleka kwa Waluya, itabidi umezoea. Ukibreak na bwana yako, mkibreak up, mtoto wa Mluya haendangi mahali popote. Wewe unaweza enda, lakini mtoto, my friend, uende London, urudi Mesopotamia, utarudisha mtoto kwao. Utarudisha mtoto kwao. Especially when he is a boy. Utarudisha. Hata uende kwa mganga gani, utamurudisha. Yes. Sasa kama unapanga kuja kuoleka kwa Waluya, kuja na roho. Usiwache mwili. Beba hata mwili, kuja nazo hizo vitu zote. Andamana nazo. Usiwache hata kitu moja. Na pia mawazo. Beba kila kitu ndio ukuje ukae kwa Waluya. You okay? But mtoto, tuseme mumeishi tu pamoja, labda tuseme bwana ako Amerika, wewe uko Nairobi, hapo mko tu sawa, si ati mmebreak, si mko pamoja, but ni kazi tu, kikazi tu. Hapo mtoto ako tu sawa. Lakini breaking, ati tuliachana. Mimi sio wapo, tuliwachana. Mimi si wake, tuliwachana. My friend, mliwachana, lakini mtoto, huyo mtoto bado ako na baba yake, bado ako kwao. The second name, mtu ambaye wanampa, yule tuseme kama ni babu wa ile boma ya kwa kina kijana, tuseme Moses Okutoi. Huyo Kutoi ni babu ya huyo mtoto. Ama yule mtu ambaye alikufa kwa hiyo boma, tuseme mtu alikufa na alikuwa mzee, na wakampa ile jina Okutoi. My friend, spirit of Okutoi haiendangi mbali. Hiyo ni kama ukipewa hiyo jina, hiyo inarotatingi tu kwa hiyo boma. Kwa hiyo boma hiyo haiendangi mbali, inaenda kuchanganya na vitu zingine. Inaenda hata kwa hiyo boma. So Ruth K, huyo si wa hospitali. Unamaliza SHA yako ya nini? Unamaliza pesa yako kwa SHA kwa nini? Why? Si wache SHA itulie. Huyo mtoto si wa hospitali. Pelekea baba ya mtoto wake. Only that, hiyo ndio medicine. Ama kama baba ako mbali, peleka mtoto kwa kina bwana. Peleka mtoto, kama babu ya mtoto wako, amshika, amrushe juu. Uone vile atacheka. Kama nyanya mtoto wako, mpeleke, amrushe juu. Uone vile mtoto atacheka. Hata utakuwa unajua alikuwa analia.
atacheka, atakuwa anaitisha chakula na kula. Very smart. Very smart. Unajua mimi nilikuwa nafikiriaga hizi ni story za jaba. It is real. Kuna familia nilikuwa ndani. So, wale ambao tulikuwa tumewaleka kwa hii boma, mwenzangu, ni ile boma ambayo imeshikilia mila kweli kweli. Hiyo boma na mila haziachanagi. Ziko tu hivi, kitunguu na mafuta. Hivi, sambamba. Haziachanagi. Na warukangi hata mila moja. Wako tu hivi kwa hivi. So, mwenzangu alipewa, Madhenula alimwambia, ninakupa wiki moja. Enda Monday, Sunday, ukuwe umerudi. Si msichana alipeleka mtoto kwao. Yaani tuseme mimi nimezaa, then ile wakati inafika, peleka mtoto kwenu, at least nyanya mtoto amuone, amshikie kakuku. Tunapelekanga watoto kwetu wanawake, kwetu kwenye tulizaliwa. Yes. Sasa, vile huyu mother-in-law alimwambia urudi Sunday. Huyu dem alipitisha Sunday. Monday akakaa. Hakuji. Amepitisha siku walimpa Tuesday. Sasa hiyo Tuesday ndiye alijua kwa nini huyo mother-in-law alimwambia mtoto enda Monday urudi Sunday. My friend, mtoto alikuwa anazirai na anazima. Amepitisha masiku ambazo alipewa. Alipitisha masiku ambazo zilihitajika akuwe nje. Amepitisha. Ilifaa kuwe nje 1 week. Mama ya mtoto alipitisha. Huyo mtoto alizirai. Anazirai na anakauka. Anakauka kukauka. Mwenzangu alienda hospitali. Hata hiyo hospitali yako ndani anaziraia tu hapa. Anakauka. So huyo demu akapigia bwanake simu. Akamwambia mtoto anazirai. Kijana naye pia akapigia mama yake. Mama ya huyu si nyanya ya mtoto kwa kijana. Akamwambia leta mtoto. Nilikupa wiki ngapi? Wiki moja. Nilikwambia enda Monday urudi Sunday. Wewe leo ni lini? Mtoto alikuwa anazirai. So, demu alirudi. So, alirudi, akapigia bwanake simu anakuja. Bwanake akaenda kumpokea stage. Wakati bwanake alifika pale stage, na mama na mtoto wakashuka kwa gari. The moment mtoto aliona baba yake. Mtoto aliruka, mtoto alifurahi, hata ungejua ni mtoto alikuwa anazirai. Mtoto alikuwa mzima kabisa. Na wakati alifikishwa sasa kwa boma kwa nyanya za mtoto. Kwa boma kwa mother-in-law sasa mtoto amefikishwa. Wewe. Ile furaha mtoto alikuwa nayo. Yaani ungekaa mahali ujiulize, huyu ndio mtoto alikuwa anazirai. Huyu ndio mtoto alikuwa anakaa mwenye kifafa. Mtoto alikimbia boma mzima. My friend, kwa Waluya, it is very tough. Mimi nilikuwa nafikiri ni uongo. Nilikuja kujua ni ukweli. It's real. It is real. Kwa Waluya ni tough. Mtoto anarudingi kwao. Mostly hizi vitu zina happen katoto kakiwa na umri mdogo. Kwa umri kadogo. Hata akifikanga mkubwa na bado midomo za kwao wanaongea hivi vile wanaongeanga wakienda na kuuza vitu wanaongea kwa mtoto. Maisha yake haikuangi mzuri. Anaishi kugonjeka tu. So Ruthi K, my sister, peleka mtoto kwa mlamwa ama peleka mtoto kwa kina mlamwa. Mtoto hatalia. In fact atafika na kwanza akiona tu babake ataitisha chakula. Atamwambia baba, mimi niko njaa nataka kukula. Atapewa food atakula. So rudisha mtoto kwa Waluya. Usiende hospitali.
haisaidii. Hizo ni mila za watu.